Yo bwana, tupo ndani kama cake, kama kawa, kama dawa. Ndio, yako mingi ya kuzungumza ndugu yangu. Ndio. Sana. Wajua kuna watu wengi sana wanajua leo ni big game. Ndio. Leo ni siku ya mchuano mkubwa tena sana. Mzito. Kwa hivyo wewe wenyewe ukiangalia saizi katika English Premier League, watu wanaanza kuwa na wasiwasi. Wanaanza kunyamba wanasema. Kabisa. Kuna watu na usingizi ndani hawakupata jana. Hawakupata. Manake leo siku ya Jumapili tuko na game kubwa tena sana. Kubwa tena sana. Manake jana ndugu zetu ama mabingwa wa dunia Manchester United waliweza kutengeza mazingira yao. Wakamaliza wale mambo. Wamemaliza. Sasa leo ndio kuna sarakasi zenyewe. Yaani mimi nachukia Arsenal. Nachukia mimi Arsenal hata wakacheza na jiwe. Utasapoti jiwe? Nasapoti jiwe. Arsenal ukacheza na wamama. Unasapoti wamama. Utasapoti Arsenal. La wamama. Utasapoti Arsenal. Arsenal basi wana nini cha maana? Na leo ndio siku wa kuandika historia mpya. Sio? Mapema saa 12:30. Inawezekana pia. Hiyo pia inawezekana. Wapi hamna kitu. Kwa sababu ukikosa hii. Mimi naona next season ndio namba 2 achukue. Sio yawezekana, ni tendo linalokwenda tendeka. Yawezekana. Tendo kitachofanyika. Mganga wake ni mtu mrongo sana. Si bro, Arsenal na historia mpaka sasa shabia hat-trick ya ile namba 2. Namba 2 sio? Sasa mara ya 3 akichukua ile itakuwa ya 4. Unajua akishindwa namba 1 namba 2 huwa moja. Nakwambiaje ndugu yangu? Uwe iko hivyo. Unaambiwa siku zote Arsenal ni kama episode katika Netflix. Haishi. Kila siku next season. Kwa hivyo ndugu yangu wajitia moyo, ni msimu wa mwisho wa kumaliza next season. Kwa hivyo msimu huu mkikosa kitu mwenda wapi? Tutakosaje kitu sasa? Kwa mfano, Champions League tuko kwenye table. Premier League tuko kwenye table. Tuna shida gani? Wengi wako kwenye table na size hawapo. Bingwa bora kabisa wa Ulaya ni nani? Ni Arsenal. Sasa lakini hana kikombe. Ni bingwa kwenye table, lakini sio mshindi. Hajashinda. Kama ghafla waseme tu leo tunatoa wokovu kila mtu. Arsenal anachukua. Sasa kumaanisha Arsenal wakitolewa saa hizi wazapewa best loser labda. Sio cha best loser. Best bana. Bingwa wa misimu yote. Sawa bana. Tutoke Uingereza. Tuongelee ligi ambayo ipo ndani ya nchi yetu ya Kenya. Ndio. Super League Kenya. Ndio. Unajua kwamba saa hizi tuko na timu ya kama Mombasa United. Wanafanya vizuri tena sana. Ndio. Wako nambari 2 kwenye table. Na wako na pointi 58. Na wale Migori wako nambari 1 na pointi 61. Ndio. Wamepita wale wapinzani wa jadi wale washindana kina FC Leopard. Pointi ni nyingi, kumaanisha wanapiga mwingi. Umeona sasa? Na hii inaonyesha kutaswira kwamba Kenya tuko na watu ama tuko na vijana ambao wanacheza mpira. Pia inadhihirisha kwamba pia Pwani, si Mombasa, ile pwani nzima kwa jumla kuonyesha kuwa kuna vipaji vipo. Ndio, na kitambo nilikuwa mkiviona mimi. Kulikuwa na ile Coast Premium League, ile Coast Super League ikichezwa pale stadium. Kulikuwa na ligi wale wa Kongo watakuwa wanafahamu hii. Kulikuwa kina Nio, Bandari kwa tunadhani aitwa KPA. Kulikuwa na Congo Boys, Bali, Kisauni, kuna Kisauni United ambao tunaita Babadozi, kina kule Kongo kulikuwa na nyingine sijui kiitwa Golden Arrow. Basi timu nyingi, timu maplayer wakutajika pia walikuwa. Ambapo wale hawakuweza kufanikiwa labda kupata timu moja kaingia Premier, mpaka timu moja Premier ilivyoingia ilikuwa ni Coast Stars. Hapo ile ligi ishavunjika. Reinhard Fabish hapo nakumbuka kocha huyo ambaye kocha wa Harambee Stars alikuwa kochi Two Fishes. Two Fishes iko katika ligi hiyo ya Pwani kwa chezwa pale stadium pale. Lakini baada ya uwanja kufa mpira ukafa. Hapo kwa viwanja sasa. Viwanja vya mpira vimegeuzwa ni mahali pa kutupa takataka. Ama bwenyenye anakuja ananunua kiwanja anaweka apartment. Umeona sasa? Sasa sisi kama vijana tutakwenda kucheza mpira wapi? Pwani mpira unadorora. Kweli? Ndio. Mpira unadorora, vijana wanakuwa mateja, wanakuwa wauni, wanakuwa nini na nini. Alafu mwisho wa kusha tena tunalaumu vijana hamtaki kufanya kazi. Viwanja vimechezea kucheza mpira. Leo hii imefanya ni va kumwaga taka.
mimi ninakuja gundua kuwa kuna kitu kama tamaduni zetu hapa pwani hataki kuzienzi. Kama gani hizo? Kama mpira. Mpira ukiangalia pwani zote, ukiangalia Brazil wanaong'ara kimpira, wale ambao zabishi soka wale. Ukiangalia Ronaldinho kule ndio pwani hiyo. Ukiangalia hata hapa Tanga, ukiangalia kuna timu tafanya vizuri bahari kwenye kanda ya bahari pwani, sababu tuna fukwe, tuna sehemu za kufanya mazoezi, kama milima tunao, bahari tunao, kila kitu tunao. Na pwani atakana tuenzi michezo kama hii kabisa. Ni lazima tuenzi, manake pwani kama ukiangalia Kenya nzima, mali katika hii Kenya mali ambako kutoka vipaji ni pwani. Si waigizaji, si wachezaji mpira, si wakimbiaji. Pwani tumetoa vipaji vingi tena sana. Kweli. Muhimu tu ni wale viongozi washikane, waje pamoja, wakisha ya kwamba vipaji vinaenziwa. Kwa nini naangusha hii kitu ni viongozi? Sasa kama viongozi atakuja mahali anunue kiwanja ama pesa ya kiwanja asitegeze kiwanja. Shakuelewa. Nani vitakuwa vipaji. Ama ashindwa kudhamini kila siku mpira ni Wepley mazee. Wepley. Yaani hata ukatolewa lini funza bado Wepley mazee. Yaani leo angalia chochote. Ama uje upewe jezi na mipira miwili. Jezi yenyewe imeandikwa jina lake. Hiyo jezi imeandikwa sisi wazungu wamtangaza wewe wazungu. Wazungu wamtangaza sio nani foundation. Zile mtu fulani foundation. Nini kapo. Watu wapewe hela, watu wapewe noti, pesa Waekeze, waende mahali bana sisi tumewekeza, tumepewa milioni 2, tumepewa milioni 3, watu wazepe. Vijana wasakate kabumbu. Unajua kuna watu kwa kisomeshwa na mpira, kwa jamaa anaitwa Baba Dunga. Alikuwa akisoma Chuda nakumbuka. Na alikuwa akilipwa akisimamia shule na timu yake Dundee. Na kuna timu nyingi kama Rovers pia alikuwa akisomesha watu. Chelsea pia alikuwa akisomesha watu. Na Mombasa High. Mombasa High ukiingia pale utakuta maplayer kibao bana wako nyuki. Mombasa High tunanoka school. Chuda, Misi. Watu tunakaa nao mitaani kina Willy wale kina Asla piga mpira mwingi sana lakini ukiangalia bana sijui talanta tuzipeleka wapi. Sijui kama watu wana comment gani pale katika mitandao ya kijamii. Ni kitu gani ambacho sisi tumekosea kama wapwani? Mbona huku kwetu sports imepotea, entertainment industry nzima pwani imepotea. Yaani wave limebaki Uingereza tu. Uingereza tu. Manchester Arsenal lakini tunao sisi Manchester yetu Bandari tunayo Bandari. Hapa Mombasa tuna timu mbili sofa pwani, tuna timu mbili ambazo zikuweza tuwakilisha. Kabisa. Tuna Mombasa United na tuko na hiyo Bandari. Kwa hivyo pia sisi lazima tutengeneze viwanja ambavyo itakuwa ni watu wakija pale wanalipa hela yao, wanaingia kusupport zile local talents. Maana nilishangaa kulikuwa na mradi fulani ulifanyika wakati wa kiongozi alipokuwa ni waziri wetu wa madini. Alitengeneza viwanja fulani vile kama Baptisti pale vile pia Simba ligi yake ya kipango pango zaanzishwa pale. Sio vijana wakiwa wadogo vile viwanja vibaya sana. Vibaya? Ukislide wa plastiki ile. Si kama vile vitu vya mchanga. Plastiki ile. Kabisa. Kuna nyasi lile fulani. Kuna nyasi zipo. Nyasi kuna ile hata si nyasi. Carpet ile. Ngumu. Slide unashambuka mwili mzima. Ukiati umefunga bao fanya ile kama majipu. Majipu. Basi mwekesheni beach soka. Bana. Ndio. Bwana sisi bwana tuna la ziada bali kuwashukuru sana watazamaji wetu kwa wale wote ambao wanategea jicho la pwani popote pale ulipo. Bwana sisi tunakuambia bana kama unafuatilia sana kwa undani tumeongea kuhusu sports ndani ya pwani. Wewe sijui maoni yako ni gani pale? Ni kipi ambacho sio pwani tumekosea? Mpaka mpira hauchezi ndani ya pwani. Ukitaka kuwa msanii mpaka uende Nairobi. Ndio msanii. Huku kwetu utazunguka na pikipiki wewe kila pale unakaa mpita alafu ukija short na kulipia 500 ama 250. Je, tumekosea wapi sisi kama wapwani? Bwana subscribe to our YouTube channel ili uweze kupata uondo zaidi. Shukrani sana za dhati. Pamoja.